Baki vile mlivyo, tupate pia mambo ya maadili. Kenya yangu naipenda, nachukia ufisadi, waharibu nchi yetu, tuangamize ufisadi. Kenya sana sisi sote, tuangamize ufisadi. Karibu sana. Eliza Mjeni, mstahiki gavana, tunazidi kuendelea na nichukue fursa hii pia niweze kumkaribisha mheshimiwa. Nataka pia nipeane apology. Mheshimiwa mbunge anakuja, amepata salamu kuchelewa kidogo, mbunge wa Msambweni, lakini inshallah atatupata wakati tukiendelea. Pengine unajua utamu kiwa mwingi, maneno mengine pia wakati mwingine yanasaulika. Kwa hivyo mbunge ampata information kuchelewa, lakini inshallah atatujoin pia. Siku hii ya leo, kwanza nishukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameendelea kutusimamia sisi kwa Kwale. Sisi ambao kwa miaka mingi tumekuwa tukiitwa wanyonge. Na imani pale tulipokaa sisi tuko katika ardhi yetu, lakini hii beach yote kwa miaka mingi kama watu wa Kwale tumenyanyasika katika ardhi yetu. Imepita miaka mingi tumekosa hata kipande kimoja kama county, tuseme hichi kipande kiko katika himaya yetu kama county government ama kama watu wa Kwale. Nataka nishukuru EACC. Tulifikiri haya maneno hayatoisha, yamechukua muda, lakini alhamdulillah EACC kazi wanaifanya, kwa sababu kipande hichi kilikuwa na shida. Tukawa tumewekeza pesa tuweze kutengeneza kabro iende huko chini, na pia tuweze kutengeneza stalls ambazo za kiheshima, kwa sababu tuko beach na tuko katika himaya ya utalii. Lakini kwa sababu ya wale ambao walikuwa wamenyakua, tulipoanzisha tu kesi ikaingia kutopishwa. Sasa leo hii kama wakwanga vindio, kama leo tunasherehekea kuwa sasa ile kesi ndefu leo CEO amekuja yeye mwenyewe kutukabidhi ardhi yetu, watu wa Kwale tuweze kuipangia. Sisi tunasema shukrani sana kwa EACC. Nataka niseme hivi, unajua watu wengi wakisikia EACC inajulikana kwa kushika na kutia watu kwenye kurusa na kuwapeleka kwenda kuwahoji, lakini kwa hichi kipindi ambacho nimekuwa kiongozi, mimi nataka nishukuru EACC. Nikiwa gavana wa jimbo, EACC imenisaidia pakubwa. Kwanza katika masuala haya ya ardhi, ile awamu nyingine pia EACC ilikuja ikaturudishia Chale. Na kule Chenze, part of Chenze pia tulirudishiwa kupitia EACC. Lakini vile vile katika masuala ya utendaji kazi katika county, EACC wako katika kutupatia directions. Wakati wanaona kitu hakiendi vile ama kuna hatari ya kuwa kutakuwa na corruption, EACC kawaida inatuandikia ili tuweze kuangalia yale mashimo, tuweze kujikinga na yale mashimo ambayo
yanaweza kuleta hatari. Niseme shukran sana. Na kama kiongozi mimi huwa nasikiza ile guidelines ambazo mashirika yanatupatia, na si SCC peke yake, mashirika yote. Na nafikiri mkiangalia watu wa Kwale, zile project ambazo tunapanga ndio zile ambazo zinafanyika. Achanani na hizo kelele ambazo ziko mtandaoni. Watu watapiga kelele zao, lakini vile ambavyo tunafaa tufate maneno kisheria tunaendelea kuyafuata vile. Ndio sababu tunasema tutam lakini mkutano leo si wa tutam, lakini tutam ipo na unajua tutam haiji tu hivi. Inakuja kwa sababu ya utendaji kazi, uwajibikaji. Na kama gavana wenu, alhamdulillah, sijasema nimekamilika kwa sababu aliyekamili ni Mwenyezi Mungu pekee, lakini pale ambapo panahitaji niwajibike, senani amba kazi nifanya. Palipobaki ndipo ni fitina na ngonjera. Lakini kama mpaka leo hii tumekuja hapa, lakini pia niwapatie tena notice kabisa. Tutawarudia tena wakati wa public participation. Manake mimi sifanyi mradi bila ya kuja kwa public participation. Nataka tu niseme hivi, ukimwona gavana Achani anasimama na confidence zote, kuna mtu ambaye anamjenga hiyo confidence, na si mwingine ni Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto. Yeye ndo amejenga hawa viongozi, anaendelea kutupatia nguvu. Tunaingia shirika lolote kuuliza na sisi tusikizwe. Na mimi nawaomba mwaka 2027, mwaka ujao, mwasemaje kwa Ruto? Mheshimiwa Faisal, karibu uweze kuzungumza na wananchi. Haya, asante sana Governor, na pia niseme pole kwa sababu ni heshima hii umenipatia. Wewe ukiongea umemaliza, na nataka tu nichukue hii nafasi ni kushukuru sana Governor kwa vile ambavyo tunashirikiana kuwafanyia hawa watu wetu kazi. Na ndio sababu unajua Waswahili wanasema mti wenye matunda si ndio hupigwa mawe. Kwa hiyo kila wakisema ujue wewe uko na matunda, wasipokusema ujue hakuna matunda. Lakini vile wanavyokusema wewe, vile wanavyonisema mimi, vile wanavyomsema William Ruto, ni kwa sababu sisi ni miti ambao tumejaa matunda. Na hayo matunda si nyinyi munayaona? Si ndio haya mumekujia leo? Bas, pia nipongeze hii tume ya kupambana na ufisadi kwa ile kazi mzuri ambayo munaendelea kutufanyia sisi wa Kenya, na hususan sisi watu wa Msambweni. Hii ni shamba ya pili ambayo nyinyi mumeregesha kwa hawa wananchi. Asanteni sana, na bado iko. Tuko na shamba hiyo ya Congo Mosque, tunajua iko kotini na munapambana nayo, na haki itapatikana na shamba itarudi hapa kwa wananchi ili iweze kuleta maendeleo kwa hawa watu. Sasa Governor, ulisema utakuja hapa kufanya public participation. Mimi nimepanga pale kwa watu wa housing, na nimepata pesa kidogo ya kutengeneza tourist market ili tuweze kutoa watu wetu along the road na huko kwa riparian. Tafadhali, maombi yangu, tujenge soko nzuri kabisa ya kiutalii ili wale watu wetu wote wanaofanya kazi kando kando ya barabara na huku ufuoni tuwalete hapa, alafu tukubaliane na watu wa mahoteli, hakuna ruhusa ya kuweka maduka ndani ya hoteli. Ndio wazungu wakiingia kwa hoteli waweze kutoka waje hapa kwa soko, watembee hapa ili hawa watu wetu waweze kufaidi huu utalii ambao uko hapa. Mimi kifikia hapo si imetosha? Si munasema 2022 2027, si mimi munanipatia
milele. Eti sijasikia? Oh, kumbe mumenipangia na mimi sijui. Hiyo ni sawa. Na gavana naye, gavana si gavana ni tutam. Sisi gavana, wacha nikuhakikishie hapa Msambweni tumeamua 2027 tutasafiri na wewe, na mimi ndio nitaongoza hii battalion ya Msambweni nikiwa na hawa watu wangu hawa hapa. Hapo ni sawa ama si sawa? Na yale anayotufanyia Mheshimiwa Rais Daktari William tunayaona, hatuyaoni? Kwa hiyo 2027 William Ruto ni bas. Na hapa Kwale hiyo battalion ya Ruto itaongozwa na nani? Na Msambweni hoye. Mimi mimi nataka nichukue fursa hii kwanza kumshukuru CEO wa tume. Unajua wengi wamepita. Hii position EACC haikuundwa jana wala juzi. Lakini nataka nikushukuru CEO kwa huu muda mfupi ambao pia umekuwa hapa Kwale. Umekuja kwa sababu ya Kongo, umerudi tena leo na unaendelea kuwasiliana na issues ambazo ziko ndani ya kaunti hii. Mimi nataka tu niseme ile kazi ambayo CEO unaifanya hapo EACC ikiendelea vile ambavyo unaendelea, mimi nina imani mambo mengi yatatatulika. Wengi kama sisi ambao kaunti zetu tulidhulumika sana tu. Hata sasa ninavyozungumza hapo karibu na Kaskaz kuna ardhi ambayo tumekomboa na kupitia koti. Sasa hivi tuko na title under county government of Kwale. Kuna nyingine ambayo tumekomboa kama tourist market, lakini hiyo nayo pia tumepelekwa kotini. Lakini najua tutakuja tena EACC kwa sababu hiyo nayo pia ilikuwa acquired hivyo ndivyo sivyo. Kuna wale ambao walicheza mchezo hapo, na kuna nyingi hii beach, kuna ardhi nyingi ambazo zimechukuliwa kiholela. Lakini mimi nataka nishukuru kwa sababu barua zetu tukiziandika, ofisi zenu tukija tukigonga kwa ajili ya issues za Kwale, bwana CEO, tunashukuru kwa sababu unatusikiza. Nataka tuniseme ofisi yako Mungu azidi kuibariki. Azidi kukubariki wewe mwenyewe na wenzako wote ambao mnafanya nao kazi. Ile kazi nzuri ambayo mmeendelea kuifanya kwa Kenya hii. Mimi nina imani kama wa Kenya pale tuliposhika tumeshika njia ya sawa. Na nina imani yakiendelea hivi mpaka leo hii babangu tayari ashatafuta budget kabla alikuwa hajapata ardhi. Pone na EACC, kama EACC haikutupatia ardhi machane tukula hiyo pesa baba. Manya ndio baba chaso persona tukula visa tourist. Lakini alhamdulillah, lakini bado tutazungumza. Tunataka hiyo nyingine pia itoke kwa sababu pia ni ardhi ya kutosha. Hiyo pia ikitoka itakuwa ni sehemu nzuri ambayo kuna mama hapa wanachora piko. Kuna watalii wanataka kuja kuchora piko, wawe na mahali wanataka mahali ambapo wakienda wanajua wanapata Swahili culture, wanataka Digo culture, wanataka vile ambavyo mila za huku kwetu zipo. Tunataka sehemu kama hiyo tuweze kuipata, lakini tunaitaka hapa beach. Yale mambo ya kuwa beach yote walichukua wao, sisi wenyewe hatuna. Tumekataa hiyo. Unless mtu alipata kihalali. Kama mtu alipata ardhi kihalali, hatuna shida na yeye. Lakini kama alipata ndivyo sivyo, tutaleta tena mashtaka mengi. Tumeleta na tutazidi kuja ili tuweze kutatuliwa haya. Hiyo issue ya Mwereni na Lungalunga Ranch. Pia hapo tumeanza process, lakini pia hapo ukora ulikuwa unacheza hapo. Najua pia nyinyi mtatusaidia tuhakikishe kuwa wale wananchi wetu wanaweza kupata ardhi zao bila ya wasiwasi, bila ya kunyanyaswa. Maana kuna watu pia wanatengeneza fake title huko. Neka mikononi mwa watu. Pone kafanania chani. Anachibarua nao. Usione wanaume wakisema wanaungana washindane na mimi.
Wanajua hapa pana simba jike. Ndivyo ama sivyo? Sasa huu mkutano wa EACC sija tukogeuza watolwa. Na wenyewe watu wa EACC wamefanya kazi yao nzuri. Wamekuja kuzungumza na sisi. Pia mimi nimekuja kusikiza. Hii ilikuwa tunazungumza tu, lakini pia sisi ni vile tu leo wamezungumza hapa ndio tukajua kumbe twajarudishwa ardhi, ndio na sisi tumepika kutoka hapa. Lakini si hiyo hajazungumza. Lakini la msingi ni kuwa sisi leo tuna furaha. Yaani hii ni achievement kubwa. Ndio najua hii pia inatuma message kwa wale wengine wote ambao wamegrab. Sasa hii tayari ni notice kwao. Kama mtu anajijua alipata ardhi kinyume na sheria, afadhali aanze kufunganya mapema. Si ndivyo? Tayari hii ni message kubwa. Na nataka nishukuru CEO na kushukuru tena. Yaani wewe kutoka Nairobi kuja hapa, kuja kupeana notice. Manake hii utupatii tu ardhi, wapeana notice pia kwa grabbers. Ya kuwa wasione wako comfortable pale walipo. Utawafuata. Yaani utawafuata tu. Chukua miaka 1, 2, 3, 10, bora CEO ni wewe. Utawafuata tu, wataturudishia ardhi zetu. Kwa hayo mengi na machache, jamani asanteni sana. Naomba nichukue fursa hii niweze kumkaribisha CEO aweze kuzungumza na sisi. Karibu sana. Bana, asalamu alaikum. Naonekana hii county ni ya wamama wa nguvu. Wazee wako wapi? Wako wapi? Bas, nafikiri nasikia sauti kule wako. Bas, asanteni sana. Wazee pia wako. Leo ni siku ya furaha sana. Na mwanzo niseme sisi tukiwa EACC na mimi nikiwa CEO tuna furaha sana kuwa hapa, na sisi siku yetu ya kwanza kuwa hapa. Tumekuwa hapa kitambo na tutazidi kurudi, lakini niseme tu nafikiri mko na bahati sana kwa hii county, muwe na gavana wa nguvu, sio? Gavana mama. Sawa. Sisi watu wa siasa, lakini tunaona kazi yake, sio? Basi sasa furaha yetu leo ni kuregesha ili ardhi ambayo pale tuko kwa county government ya Kwale. Hili ardhi lilinyakuliwa 1994 na kuna jamaa walisema hili ardhi ni lao, lakini sisi tulisema si lao, ni ya county government ya Kwale na wenyeji wa Kwale, sio? Na hivi tarehe 14 Julai 2026 High Court ya Kwale walihukumu ya kwamba hapa ni public property, ni ardhi ya wenyewe, ni ardhi ya watu wa Kwale County na si ya mtu binafsi, si mtu ya binafsi. Kwa hivyo na si hii ardhi ya mwanzo ya sisi kuregesha hapa Kwale. Mnajua ya kwamba kuna kule Chale, Kinondo Chale 32 acres ambayo value yake ilikuwa 1.2 billion Kenya shillings, tuliregesha pia kwa Kwale County. Kwa hivi sasa kuna hii Congo Mosque, msikiti hapa. Mimi nilikuwa hapa kitambo kidogo siku ile tukianzisha ile kesi, na tukapeleka hiyo kesi kotini mwezi wa Septemba, ambayo ni miezi miwili baada ya leo. Hiyo kesi itakuja kotini na tutapambana naye mpaka mwisho, mpaka pia turegeshe hilo ardhi. Sehemu nyingine ni Chenze Ranch 32 hectares ambayo pia hiyo kesi itakuja kotini Oktoba. Pia tunafuatilia tuhakikisha kwamba hilo shamba pia liregeshewe wenyewe ambaye ni wa Kwale, sio? Kwa hivyo sisi tukiwa tume la kupambana na ufisadi, kazi yetu sio kushika tu watu. Tuna kazi muhimu zaidi ya hapo. Na ningetaka kushukuru county government ya Kwale. Hatujakuwa na shida na hawa kwa mambo ya kusema kushika watu ama nini.
ikiwa kuna jambo lolote ambalo huwa tunaona, si lazima tushike ama tushtaki watu. Ikiwa tunaweza kufanya ile tunaita kwa kizungu prevention, kuzuia. Hilo kuzuia ni mzuri kuliko kushika mtu, sio? Lakini ikizidi ndio huwa tunashika. Tutawashika. Lakini kwa hivi sasa tuko hapa kupeana hili ardhi kwa county government ya Kwale ili isaidie wananchi wa hapa Kwale. Unajua ardhi kama hii inafaidi wale ambayo hawana uwezo wa kwenda kwa hizi hoteli kubwa kubwa. Hoteli kubwa kubwa si wako na beach property yao, ambayo wale ambayo wanaweza wako na hiyo pesa wanaweza kuingia kule na waende beach. Lakini watu kama nyinyi mkiwa hapa, mkitaka kwenda kwa hii maji ambayo Mungu amewapatia, itakuwa shida kama hatuna shamba kama hili, sio? Kwa hivyo sisi ni kuambia governor na watu wake waitumie hii ardhi kwa niaba, wapeane kwa watu wa Kwale ile ambayo iwasaidie. Hiyo tu peke yetu ndio sisi tumekuja, na Mungu awabariki. Sisi tuko hapa, mtuombee dua zenu, tunahitaji. Manake ile kazi tuko nayo si kazi rahisi. Wiki uliopita nilikuwa Kisumu pia kupeana ardhi kama hili. Kule Kisumu mnaweza shangaa kwamba pale water treatment, pale maji hutolewa pale Lake Victoria. Ndio hiyo Kisumu city yote ile maji huwa wanatumia inatoka pale. Kuna mtu ambaye amenyakua pale maji ya Kisumu inatoka, ako na title. Anasema ile ardhi ni lake. Sasa tunashangaa. Pia kuna ardhi ya wafungwa pale prisoners. Mtu ako na title ya pale prison, pale watu ufungwa. Ana title yake. Kwa hivyo tutamshika. Kwa hivyo sisi ni kuwashukuru na tutarudi. Governor, tuko hapa kusaidia nyinyi. Sisi hatuko hapa kupambana na kupigana na mtu, tuko hapa kusaidia nyinyi. Pale mkienda Kombo tutawarekebisha, ikiwa ikizidi ambaye lazima tushike mtu tutawashika, lakini kuzuia ni mzuri kuliko kufanya nini? Haya, sawa. So governor yangu ilikuwa fupi hivyo, na leo nimefurahi nilisikia Kiswahili sawa, sio? Na kidogo imechanganywa. Lakini nafurahi kuwa na nyinyi leo, na tutarudi tena inshallah. Hii Congo Mosque tukiregesha nitarudi hapa inshallah. Kama ile ardhi ambayo governor amesema hapa karibu, tutawasiliana naye ili pia turegeshe kwa wenyewe, sio ambayo ni nyinyi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Wasalamu alaikum. Kupitia viongozi tofauti katika mkutano huu. La kwanza nawashukuru wote ambao wamewacha shughuli zao kwa ujio wao kwa kushughulika na hizi habari za leo. Jambo la kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa nguvu. Pili, na gavana wetu kushirikiana pamoja na au viongozi